Kulikuwa na kijana mmoja huko Hangzhou, China, aliyeitwa Jack Ma. Leo dunia inamjua kama bilionea na mwanzilishi wa Alibaba, lakini ukweli ni kwamba mwanzo wake ulikuwa wa kawaida sana, hata wa kuumiza moyo. Jack Ma alizaliwa kwenye familia isiyo na pesa. Wazazi wake walikuwa wasanii wa maigizo ya jadi. Hawakuwa na biashara wala akiba. Akiwa mdogo, Jack Ma hakuwa mwanafunzi bora darasani. Alifeli mitihani mingi, hasa ya hisabati. Mara nyingi alionekana kama mtoto asiye na mwelekeo. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichomtofautisha. Hakukata tamaa kirahisi. Akiwa kijana, Jack Ma alikuwa na ndoto ya kujifunza Kiingereza. Kila asubuhi saa 11 alfajiri alikuwa anaendesha baiskeli kwenda kwenye hoteli moja ili kuzungumza na watalii wa kigeni bila kulipwa. Alifanya hivi kwa miaka mingi. Watu walimcheka, lakini yeye aliendelea. Baada ya kumaliza masomo, Jack Ma alituma maombi ya kazi zaidi ya mara 30. Alikataliwa yote. Aliomba kazi KFC, watu 24 waliomba, 23 wakapokelewa, yeye peke yake akakataliwa. Alijaribu kujiunga na chuo kikuu maarufu, akafeli mara 2 kabla ya kufaulu ya 3. Kwa mtu wa kawaida, hapa angekata tamaa. Lakini Jack Ma alijifunza kitu muhimu. Kushindwa si mwisho, ni darasa. Miaka ikasonga. Siku moja, Jack Ma alikutana na kitu kipya kilichoitwa internet. Wakati huo, China ilikuwa bado nyuma sana kiteknolojia. Jack Ma aliona fursa ambayo watu wengi hawakuiona. Kuwasaidia wafanyabiashara wadogo kuuza bidhaa zao mtandaoni. Akiwa hana pesa, hana uzoefu wa teknolojia, wala hana kompyuta nzuri, alikusanya marafiki zake 17 ndani ya nyumba yake. Akawaambia, naomba mnivumilie. Sitawaahidi pesa sasa, lakini nawaahidi ndoto kubwa. Hapo ndipo Alibaba ilipozaliwa. Miaka ya mwanzo ilikuwa migumu sana. Hakukuwa na faida. Watu walimwambia hii biashara haitafanikiwa. Makampuni makubwa yaliwashambulia. Lakini Jack Ma alibadilika kifikra. Akaacha kufikiria pesa, akaanza kufikiria thamani kwa watu. Akaacha kuogopa kushindwa, akaanza kujifunza haraka. Akaacha kufanya peke yake, akaanza kujenga timu. Hatua kwa hatua, Alibaba ilianza kukua. Wafanyabiashara wadogo walipata soko. Watu wa kawaida wakaanza kuaminiwa. Ndipo pesa zikaja kwa wingi. Leo Jack Ma ni mmoja wa watu tajiri zaidi duniani, lakini akisimulia maisha yake anasema, kama singefeli mara nyingi, singekuwa hapa. Mabadiliko yake hayakuanzia kwenye pesa, yalianzia kwenye akili, uvumilivu na ujasiri wa kujaribu tena. Na hapo ndipo siri ya utajiri wake ilipo.